kukabiliana na roho ya uovu, the spirit of wickedness. Na unaposoma kwenye kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 6, Waefeso ile sura ya 6 na ule mstari wa 12, unaona akisema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lile neno majeshi ya pepo wabaya, pepo wabaya ukisoma kwenye Kiingereza wanasema wicked spirits, roho za uovu. Ni majeshi, ni maelfu kwa maelfu, maelfu kwa makumi elfu, maelfu kwa mamilioni. Ni majeshi ya pepo wabaya, majeshi ya pepo wa uovu, majeshi ya pepo wa uovu. Anasema hao tunashindana nao. Kwa maandiko anasema tunashindana na majeshi ya pepo wabaya. Na kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Lazima Mungu akupe neema ya kuweza kukabiliana. Lazima Mungu akupe neema ya kuweza kupigana. Lazima Mungu akupe neema ya kuweza kushinda siku ambayo haya mapepo yamezamilia uharibifu kwako, siku ambayo wametarget anguko lako, siku ambayo wametarget kilio chako. Iwe ni siku ambayo umevaa silaha zote za Mungu na unaweza kupigana. Kwa hiyo maana unaona akisema kwa sababu hiyo, kwa sababu ya aina ya vita tulionayo, kwa sababu ya aina ya mapambano tulionayo, kwa sababu ya aina ya upinzani tulionao, toa silaha zote za Mungu upate kuweza kushindana. Lile neno upate kuweza kushindana, manake upate kuweza kukabiliana. Nakumbuka sio kila anayeshindana anashinda. Inategemea namna alivyojipanga, inategemea namna alivyokutwa. Kwa Mtume Paulo anasema mpate kuweza kushindana. Siku gani? Siku ambayo kumekusudiwa kilio, siku ambayo kumekusudiwa anguko, siku ambayo kumekusudiwa aibu, siku ambayo kumekusudiwa fedhea, siku ambayo kumekusudiwa mateso, siku ambayo kumekusudiwa mahangaiko, uweze kushindana. Ninakuombea neema ya kushindana katika jina la Yesu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa nilitaka uone lile neno kushindana siku ya uovu, kushindana siku ya mabaya. Na tunachokitazama ni roho ya uovu inavyotenda kazi. Uovu wowote unaouona mahali popote, umekutana nao barabarani, umeuona kwenye nyumba ya mtu, umeuona ofisini,
Uovu wowote unaofanyika mahali popote uko under spirit, uko chini ya roho. Kuna roho inaitwa roho ya uovu. Kazi ya hii roho, kumbuka tumeona hapa ni majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaotenda kazi. Kwa ni mamilioni ya mapepo. Mamilioni ya mapepo. Na usijiulize mamilioni ya mapepo wametoka wapi. Kumbuka Shetani alikokota theluthi ya malaika waliofanya nini? Walioasi. Usifanye mchezo na theluthi ya malaika. Malaika ni mamilioni na mamilioni. Shetani alikokota theluthi akaja nayo duniani, na kwa sababu waliasi, swala la wao kuasi likawabadilishia identity, likawabadilishia utambulisho. Badala ya kuitwa tena malaika, wakaitwa mashetani, majini, mapepo, roho za giza, roho za uharibifu. Kwa hiyo walipoasi, mifumo yao ilibadilika. Walipoasi tu, mifumo yao iliharibika. Na kwa sababu hawakuruhusiwa kukaa duniani, wamefukuzwa mbinguni, walienda kuzimu. Na kwa sababu walienda kuzimu, wana kiongozi wao anaitwa Lucifer. Na kiongozi wao ajenda yake ni moja tu, kuleta uharibifu. Na ndio maana unaposoma kwenye ile Yohana sura ya 10 mstari wa 10 unaona maandiko yakisema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kazi ya ufalme wa giza, maono ya kuzimu, malengo ya kuzimu ni kuiba neema iliyoko kwenye maisha ya watu, kuchinja nini Mungu ameweka kwenye maisha ya watu, kuharibu. Ndio sababu Mungu alipozungumza na Yeremia, alimwambiaje Yeremia? Nimetia maneno yangu kinywani mwako. Nimekuweka leo, sio kesho, sio wiki ijayo, sio mwezi ujao, sio mwaka unaokuja. Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Ufanye nini? Ung'oe, ubomoe, uharibu, uangamize. Kazi za nani? Kazi za Ibilisi. Ni wajibu wa kila mtoto wa Mungu, kila inapoitwa leo. Cha msingi imekuwa leo. Ng'oa kitu ambacho Mungu hakupanda. Bomoa kitu ambacho Mungu hakujenga. Haribu kitu ambacho sio mpango wake. Teketeza kabisa kitu ambacho sio kusudi lake, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ingiza malaika wa jeshi la mbinguni kazini kushughulika na kila kitu ambacho kimekusudiwa, kimeumbwa, kimetengenezwa, kimefanywa tofauti na kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu Mungu akamwambia Yeremia, ukimaliza kubomoa, kuharibu, jenga. Jenga. Panda upya. Umba upya. Kwa hiyo maandiko tukisoma yanatuambia hivi, Shetani ni mshtaki wetu sisi. Anatushtaki mbele za Mungu mchana na usiku. Maana yake nini? Anatutakia uovu, anatutakia ubaya,
anatutakia tusifanikiwe mchana na usiku. Tafsiri yake ni nini? Masaa 24 ya siku Shetani anataka kuona uharibifu kwenye maisha ya mtu, lakini huyu mtu ana muda wa kulala, huyu mtu ana muda wa story, huyu mtu ana muda wa kufanya vitu vyake, na hana muda kabisa wa kushughulika na kitu chochote cha ulimwengu wa roho. Akati upande wa pili anashtakiwa masaa 24, anashtakiwa masaa 24. Na unaweza ukaelewa ile kwamba tunakuwa tuko hai, ile kwamba tunaenda tunarudi, ile kwamba familia zetu bado zina survive, ni kwa sababu ya mkono wa Mungu ambao bado uko pamoja nasi. Lakini kama si Bwana ambaye amekuwa akitutetea, amekuwa akitusaidia, tungekuwa tumefutwa. Na ndio maana unaposoma kwenye maandiko unaona Biblia ikisema Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, anawaombea watakatifu mchana na usiku. Kwa hiyo wengine tuna survive kwa sababu ya maombi ya Yesu, kwa sababu amekaa pale mkono wa kuume. Kwa hiyo wakati ibilisi anapambana, anataka kuiba, Yesu anasema hapana. Wakati anataka kuchinja, anasema hapana. Wakati anataka kuharibu, anasema hapana. Kwa nini? Kwa sababu mwivi anataka achinje, anataka haribu, anataka angamize. Na ndio maana Yesu wakati anaondoka alisemaje? Kama vile Baba alivyonipeleka mimi nami nawapeleka ninyi. Kama Baba alivyonipeleka mimi nami nawapeleka ninyi. Kile nilichotumwa mimi na nyinyi mkafanya hicho choo. Mtakaoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni, mtakaoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa na mbinguni. Unaposoma kwenye Mathayo 28 anazungumza, anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, lakini mamlaka hii mimi sina kazi nayo tena, kwa sababu naondoka. Ninawakabidhi nyie. Kwa nini tunakabidhiwa mamlaka? Kwa nini tunakabidhiwa nguvu? Kwa nini tunakabidhiwa jina la Yesu? Kwa nini tunakabidhiwa uweza wa nguvu za Mungu? Why? Kwa sababu tunavihitaji ili tuweze kusurvive, tuweze kuishi, tuweze kushindana, tuweze kufanikiwa. Tukiwa wapi? Duniani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Bwana akupe neema ya kushinda katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunapojifunza kuhusiana na somo la kukabiliana na roho za uovu, nataka kwanza uelewe kuna roho kabisa inaitwa roho ya uovu. Kazi ya roho ya uovu ni kufadhili. Hebu sema kufadhili. Yaani kazi ya roho ya uovu ni kufadhili au kudhamini. Kwa hiyo roho ya uovu inafadhili, roho ya uovu inadhamini mambo mabaya. Na hilo iko kila mahali. Iko kila mahali. Inatenda kazi, inafadhili mambo mabaya, inadhamini mambo mabaya. Ukikuta watu wameanza wametukanana, roho ya uovu iko kazi. Baadaye wale watu wanaona kutukanana peke yake haitoshi, wanashikana mashati. Wanaona haitoshi, wanaanza kupigana. Wanapigana mpaka wanamwaga damu. Alafu huoni sababu ya hicho kitu kutokea. Ukiangalia walianza utani, walikuwa wanafanya utani, wakafanya utani ukaendelea kudevelop mpaka sasa ni damu inafanya nini? Inamwagika. Ni roho ya uovu iko wapi? Ipo kazini.
unijui mimi, nitakupasua, unijui mimi, unijui mimi. Una lolote wewe. Inaanzia hapo, inaanzia hapo. Lakini roho ya uovu iko wapi? Ipo kazini. Roho ya uovu iko kazini, inatenda kazi. Mtu anakuta ana hasira, na ndio maana maandiko yakasema muwe na hasira lakini msitende nini? Msitende dhambi. Lazima uangalie hiyo hasira inaenda wapi. Hiyo hasira inaenda wapi? Ukianza kuona kuna kiwango fulani inaanza kupitiliza, ujue kabisa kuna roho nyingine inatenda. Wewe huwezi from nowhere ukamchukia mke wako kiasi cha kumuua. Ukishaanza kuona inafika kwenye hiyo level, ujue kuna roho nyingine inadhamini shindano inafadhili pambano. Huwezi ukamchukia mume wako kiasi cha kutaka kumuua. Yaani kuna namna, lazima Mungu akupe neema ya kuwa na kipimo huko ndani. Ndio maana Biblia ikasema muwe na kiasi. Hata kukasirika kunahitaji kiasi. Kasirika, lakini kuna level ikifika. Kuna level ikifika, unasema hapana, hii level sio ya Mungu. Hii level sio ya Mungu. Kwa kama Biblia inasema muwe na hasira lakini msitende dhambi, maana yake unaweza ukakasirika lakini kwa level. Kwa lazima uwe na kipimo cha Roho Mtakatifu kwa ndani. Kama jinsi tulivyo na thermometer ya kupima joto, wakikuta sentigredi zinazidi 37, tayari wewe unahitaji special care. Ambavyo kama ilivyo kwenye ulimwengu wa damu na nyama, ndivyo inavyotakiwa kuwa kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akupe kipimo cha rohoni. Mungu akupe kipimo cha rohoni. Labda mimi ningekiita spirituometer kama ilivyo thermometer. Bwana asifiwe. Basi hicho kipimo kiwe kinakusaidia. Kuna hasira ukiisikia unasema hii sio ya kibinadamu. Hii sio ya kibinadamu. Hii inatakiwa kunyamazishwa. Ni kweli wamenikosea, ni kweli wameniuzi, lakini hii sio ya kipimo cha kibinadamu. Ni kweli nataka kufanya maamuzi, lakini maamuzi ninayotaka kuyafanya hayadhaminiwi na Roho Mtakatifu, yanadhaminiwa na roho ya uovu. Chochote unachokifanya lazima upime. Mdhamini ni nani? Nani anayefadhili? Unataka kuadhibu mtu, mdhamini ni nani? Anayedhamini ni nani? Kwa sababu hata Mungu akitaka kumrudi mtu hamfanyii uharibifu. Na ndio maana Daudi, Mungu alimwambia umenikosea, sasa chagua, nikutie kwenye mikono ya adui zako au nikuadhibu mwenyewe. Kafuatilia majibu ya Daudi. Alimwambia Mungu, usinipeleke kwa maadui zangu, watanipoteza. Ni bora nikaangukia kwenye mikono yako, kwa sababu kwako kuna rehema, kwako kuna fadhili. Wewe unaweza ukasikia nikiomba msamaha, wewe unaweza ukanisikia nikitubu. Ni bora nikaangukia kwenye mikono yako. Lakini nilichokuwa nataka ukione ni kitu gani? Nilichokuwa nataka ukione ni hiki, kwamba roho ya uovu ipo, inatenda kazi mchana na usiku. Inatafuta kuleta uharibifu, inatafuta kuleta fedhea, inatafuta kuleta aibu, inatafuta kuleta mauti, inatafuta. Roho ya uharibifu inataka muda wote watu wawe wanaomboleza, muda wote watu wawe wanajuta, muda wote watu wawe wanalia, muda wote watu wawe wanasimulia. Kwa sababu kazi ya roho hii, roho ya uovu, ni kumpromoti shetani. Kazi ya roho ya uovu
ni kuhakikisha shetani anahubiriwa, anazungumzwa masaa 24. Jamani, shetani mbaya sana. Kuna watu wachawi huko duniani. Yaani roho ya uovu inataka muda wote azungumzwe shetani na matendo yake na kazi zake. Huwezi kuamini aise jinsi alivyompasua. Huwezi amini ile ajali. Unajua wamekufa wote pale pale. Yaani kazi ya roho ya uovu ni shetani awe promoted, kazi zake ziwe promoted, uharibifu uwe promoted. Huwezi amini bana, ile ndoa imeshavunjika. Yaani yule mtoto kwani kamaliza form 4? Hamna, si alipata ujauzito. Yaani kazi ya hiyo roho ni kuhakikisha muda wote shetani yuko raised up, yuko promoted up, anatangazwa, anahubiriwa, matendo yake yanatangazwa, anapewa heshima, anafanywa ajulikane, na hiyo roho huwa, ukitaka kujua hiyo roho inatenda kazi kwa nguvu kiasi gani, nenda kwenye maeneo mengi, angalia kati ya nguvu za Mungu na nguvu za shetani zipi zinatamkwa zaidi. Kati ya matendo ya Mungu na matendo ya shetani yapi yanatamkwa zaidi? Kati ya jina la Yesu na jina la shetani lipi linatajwa zaidi? Ukishafika mahali ukaona kitu cha namna hiyo, ukagundua jina la shetani, matendo ya shetani, uovu unatajwa zaidi, unaabudiwa zaidi, unaheshimiwa zaidi, ujue kabisa kwenye hilo eneo roho ya uovu ndio mdhamini mkuu. Roho ya uovu ndio mfadhili wa shughuli zote zinazoendelea hapo. Na ndio maana wewe kama mtoto wa Mungu lazima Mungu akupe hiyo neema. Ndio maana Mtume Paulo anapotuandikia kupitia Waefeso anasema, ukianzia pale mwanzoni anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Maana yake kuwa hodari, maana yake kila wakati jitahidi kupambana kumwelewa Mungu wako, kupambana kutembea na nguvu zake, kupambana kutembea na neema yake, kupambana kila, hata katikati ya mambo magumu wewe endelea kumkiri Yesu, kwa sababu ndio mdhamini wako. Na maandiko yanasema Yesu ndio mdhamini wetu sisi, ni mdhamini wa agano jipya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kazi yako kubwa ulionayo ni kupingana na roho ya uovu. Ndio maana utaona maandiko yakisema, msimpe ibilisi nafasi. Uwaga anatafutaga hiyo nafasi kwa nguvu. Ibilisi anatafuta nafasi kwenye familia za watu, anatafuta nafasi kwenye ndoa za watu, anatafuta nafasi kwenye kazi za watu, anatafuta nafasi kwenye biashara za watu, anatafuta nafasi. Maandiko yakisema msimpe. Ndio maana nikakwambia uwe na spirituometer. Kila kitu unachokifanya pima. Mbona kama kuna uovu unataka kupata nafasi? Mbona kama kuna uovu unataka kupata mlango? Mbona kama kuna uovu unataka kupata nafasi kwenye hayo mahusiano? Mbona kama kuna uovu unataka kupata nafasi kwenye hii biashara? Mbona kama kuna uovu unataka kupata nafasi kwenye hii ofisi? Mbona kama kuna uovu unataka kupata nafasi kwa hao watoto? Mbona lazima Mungu akupe hiyo neema ya kufuatilia, kucheki. Usipokuwa makini utakuja kushtuka tayari roho ya uovu imedhamini ubaya, imefadhili uharibifu, imeleta mateso, imeleta huzuni. Ulikuwa una uwezo wa kuizuia, unajikuta unaanza kupambana nayo ikiwa tayari iko ndani. Si unajua kinga ni bora kuliko tiba. Ukiruhusu roho ya uovu ikaingia kwenye nyumba yako, sio kwamba itapambana na wewe tu, itapambana na watoto, itapambana na mke, itapambana na biashara, itapambana na kila kitu. Na ndio maana tunahitaji kuomba mchana na usiku. Biblia ilisema msimpe ibilisi nini? Nafasi. Maana yake lazima tujiwekee fence, lazima tujiwekee uzio wa moto. Hiyo roho ya uovu isipate kabisa nafasi, isipate kabisa nafasi. Kwa nini unaomba?
Kwa nini unaomba kabla ya kwenda kulala? Roho ya uovu isipate nafasi wewe unapokuwa usingizini. Kwa nini unaomba kabla ya kwenda ofisini? Roho ya uovu isipate nafasi wewe unapoenda kwenye ofisi yako. Kwa nini unatakiwa kuomba kabla ya kufanya jambo lolote? Roho ya uovu isipate nafasi kwenye kitu unachotaka kujishughulisha nacho. Kwa sababu ikipata tu mlango, inataka kuua, inataka kuiba, inataka kuchinja, inataka kuharibu, inataka kuangamiza. Na mimi nakuombea neema ya kushinda katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi tumeelewana watu wa Mungu? Ni somo ambalo tutatembea nalo kila siku asubuhi. Na tutapita kwenye mifano mbalimbali ya kibiblia na ya kawaida, ikusaidie kujua roho ya uovu ipo kazini masaa 24. Chochote unachokiona haukifurahi, haukipendi, kina mdhamini, kina mfadhili. Lakini Mungu amekupa wewe hiyo neema, amekupa wewe hiyo mamlaka ya kuzuia. Unaweza ukazuia kwako binafsi, unaweza ukazuia kwa mtu mwingine. Umesha kujiuliza swali, mtu anasema jamani, baba fulani ndio alifanya hili jambo, mbona kama vile mnaongea kitu kisichowezekana? Ndiyo alifanya. Kwa nini? Kwa sababu roho ya uovu ilipata nini? Nafasi. Hamwezi kuniambia yule dada ndio amefanya hiki kitu, haiwezekani. Tajaribu kumkingia kifua unavyoweza, lakini mlango ulipatikana kwa roho za uovu. Roho ya uovu ikishapata mlango mahali, haijalishi huyo mtu ni nani. Na ndio maana kazi yetu sisi ni kufunga hiyo nini? Ni kufunga hiyo milango. Hiyo milango isiwe wazi. Hiyo milango ifungwe muda wote. Na ndio maana unaposoma kwenye Zekaria 2:5 unaona akisema atakuwa huo ukuta wa nini? Wa moto. Yesu akawe ukuta wa moto kwenye kila eneo utakalopita na kukanyaga katika jina la Yesu, ili lolote la uovu na uharibifu lisipate nafasi juu yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ninaomba usimame mahali ulipo. Maombi tulionayo, tunakataa roho za uovu kwenye juma hili. Roho za uovu kwenye familia zetu tunazikataa. Roho za uovu kwenye mipango yetu tunazikataa. Roho za uovu kwenye ratiba zetu tunazikataa. Damu ya Yesu ikanene mema. Kataa roho ya uovu kwa watoto wako walioko shuleni. Kataa roho ya uovu kwa mume wako ambaye hauko jirani naye, kwa mke wako ambaye hauko jirani naye. Kataa roho ya uovu isifanye kazi kwa wazazi wako. Damu ya Yesu ikanene mema kila mahali. Nyanyua mkono wako juu kwa Bwana. Sema katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninafunga asubuhi ya leo milango yote kwa roho za uovu, kwa roho za uharibifu, kwa roho za mabaya. Kwa jina la Yesu nafunga milango yote ya magonjwa, nafunga milango yote ya mauti, nafunga milango yote ya mikosi, ya balaa, ya mateso, ya ajali, ya fedhea, ya aibu. Nafunga milango yote kwa damu ya Yesu, juu ya nafsi yangu, roho na mwili wangu, juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu, juu ya nyumba yangu. Kwa damu ya Yesu ninaangusha kila kilichoinuliwa na madhabahu za giza, kwa siri au kwa wazi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu ninabatilisha kila sadaka kwa miungu, kwa uchawi, kwa uganga kinyume changu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu endelea kuachilia damu ya Yesu mahali ulipo. Batilisha roho zote za uovu, roho zote za mabaya, roho zote za uovu, roho zote za mabaya. Baba, tunabatilisha asubuhi ya leo kwa mamlaka uliotupa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umesema kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya, hizo wicked spirit, hizo
ninazibatilisha kwa moto. Hizo roho za uovu zinazopambana na hii biashara, na hii ofisi, na hii nafasi, na hii ndoa, na haya mahusiano, hizo roho za uovu zinazopambana asivuke, asiende hatua, asione upenyo, asione wepesi, asione kuinuka. Hizo roho za uovu zinazoshindana, zinazopambana, achia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa moto na damu ya msalaba, kwa moto na damu ya msalaba, kwa moto na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Uovu, ubaya, hila za kila namna, achia afya yake, achia mwili wake, achia ofisi yake, achia akili yake, achia ufahamu wake, achia neema ya kibali ambayo Bwana ameiachilia juu yake. Reposeke remosaka, uo moto la upite kwenye kila eneo ambalo ibilisi anapambana, anashindana. Hao watu walioinuliwa kuleta uovu na uharibifu, leo ninawatenga naye, ninawatenga naye, ninawatenga naye, ninawatenga naye. Hizo mamlaka za ushirikina, hizo mamlaka za uovu zinazodhaminiwa na roho ya uovu,